Hebu fikiri kidogo. Nchi iko chini ya vikwazo vikali sana kuwahi kutokea, lakini nchi hiyo hiyo inatizamwa na satellite zenye ubora wa hali ya juu. Lakini cha ajabu yake, nchi hiyo imefanikiwa kutengeneza makombora ambayo yanaweza kuvuka bara moja kwenda bara jingine. Ni nguvu iliyoje, na nguvu iliyojaa ubunifu wa hali ya juu. Swali ni je, nchi hiyo imewezaje? Na wakati huu nchi hiyo haina ufadhili wowote kutoka kwenye mashirika makubwa ya kifedha duniani kama World Bank na IMF. Lakini nchi hiyo hiyo imeshawekewa vikwazo vikubwa sana kwenye kupata au access teknolojia iliyo bora kutoka kwa mataifa ambayo yameshakwisha endelea. Irani hii kwa mara ya kwanza inautangazia ulimwengu kufanya majaribio yake ya kwanza kabisa ya Intercontinental Ballistic Missile, yaani kombora ambalo linaweza likavuka bara moja kwenda bara jingine. Je, majaribio haya ni ishara ipi ya kimaendeleo katika ukomavu na uimara wa wanasayansi na wataaluma katika utengenezaji wa makombora wa taifa hilo la Irani? Ni nani yuko nyuma ya zoezi hili? Au Irani ameweza kutokana na uwezo wake wa vipawa vya watu wake? Na kama Irani ameweza kufanikisha utengenezaji wa kombora linaloweza kuvuka bara moja hadi bara jingine, inaweza ikawa ni ishara ya kuhama kwa nguvu za kidunia kutoka upande mmoja na kuweka katika hali ya wasiwasi dhidi ya wapinzani wake pale Mashariki ya Kati na nje ya Mashariki ya Kati, mfano taifa la Marekani. Kupitia makala yetu hii hatuendi kukuambia au kufanya marudio ya kila ambacho tumekuwa tukikizungumza mara kwa mara, bali tunaenda kuchimbua kiundani zaidi undani juu ya makombora ambayo vyombo vingi vya habari, hususan vyombo vya magharibi, havijathubutu kutoa maelezo yake kutokana na mtikisiko na hofu ambayo inaweza ikatanda dhidi ya mahasimu wa Tehran. Hello, karibu. Nipende kukusalimu, assalamu alaikum na Bwana Yesu asifiwe. Kikubwa pia ni kuombe kusubscribe kupitia channel yetu hii ya Lugomela Atlas. Leo tunakuja kuangalia si tu silaha, bali tunakuja kuangalia system nzima ya uendeshaji wa sera za kiulimwengu na athari zake. Majaribio ya Intercontinental Ballistic Missiles kwa taifa la Irani ni ishara na jibu la moja kwa moja kwamba wale wanaobeza uwezo wa taifa hilo la Irani inaweza ikawa ni sehemu ya tishio kubwa sana. Lakini majaribio hayo yanageukia swali lingine la kwamba mifumo na sheria za kukandamiza taifa au kulifanya taifa lipige magoti mbele ya mataifa makubwa ya kiulimwengu inaweza isizae matunda pindi nchi hiyo inapohitaji jambo lake liweze kufanikiwa. Kwani taifa la Irani ni moja ya mifano ya mataifa yanayokaliwa na vikwazo lukuki, vikwazo ambavyo vimedumu miaka nenda miaka rudi, takribani miongo minne kutoka mwaka 1979 mpaka leo hii 2026. Lakini maendeleo ya sayansi na teknolojia kwa upande wa taifa la Irani hayajaweza kuzuilika kutokana na vikwazo hivyo. Katika kitu ambacho kinaweza kikashangaza ni kwamba taarifa hiyo haijaweza kutolewa na vyombo vya habari vya ndani, bali wachambuzi mbalimbali wa masuala ya silaha za kivita wameweza kutoa tathmini yao ikionyesha uthabiti na uhakiki katika namba zikionyesha juu ya majaribio ya Intercontinental Ballistic Missiles au ICBM. Tathmini hizo zinaonyesha utofauti katika kulenga shabaha kati ya makombora ya masafa mafupi, masafa ya kati, lakini masafa marefu kama Intercontinental Ballistic Missiles. Kufyatuliwa kwa kombora hili ni ishara ya umadhubuti na umakini wa hali ya juu sana wa kitaalamu na kiufanisi katika uhandisi wa wanajeshi wa IRGC, huku ikionyesha mfumo wa uelevu mkubwa sana katika kutoa mwongozo wa makombora hayo katika kulenga shabaha la maelfu ya kilomita kutoka kwenye eneo la kufyatulia.
Wakati tukijiuliza juu ya jibu sahihi la uwezekano wa taifa hilo la Irani kupitia uhandisi wake katika kutengeneza makombora, inabidi tujiulize na turudi nyuma. Je, ni yepi katika madhanio ya watu waliokuwa au mataifa yaliyokuwa yanalibeza taifa hilo la Irani walijikita kuitathmini na kuifanyia hesabu zisizo? Na ni kitu gani ambacho kilikuja kuthibitisha kwamba Irani binafsi anaweza kutengeneza makombora yenye ufanisi na uwezo mkubwa wa kulenga shabaha mahala popote? Toka mwaka 1979 yafanyike mapinduzi ya Kiislamu ya taifa hilo la Irani, Irani ilionekana kama taifa linaloishi katika ulimwengu wa nyuma, hususan katika maendeleo ya sayansi na teknolojia, au kwa namna nyingine Irani ilikuwa inajadiliwa kama the alternative world, yani ulimwengu mbadala, kutokana na kwa kwake nyuma kama mataifa ya magharibi yalivyokuwa yakidhani. Lakini Irani kupitia vikwazo vyake iliweza kujifunza mambo mengi sana, na mambo mojawapo ambao Irani iliweza kujifunza ni kwamba utegemezi wa teknolojia kutoka nje ni kujiweka katika hali ya hatari na kukaribisha moto wenye majanga ya kupunguza muda wote. Hivyo chenye wajibu mbele yao ilikuwa ni kujenga uwezo wao wa ndani katika kukuza taaluma na teknolojia ambayo inaweza kaushangaza ulimwengu pindi taifa hilo likihitaji kutoa majibu yanayostahiki mbele ya wanaolibeza. Somo kubwa kwa taifa hili la Irani ilikuwa kwamba vikwazo ni sawa na kufunga mlango, hivyo kufanya mambo yako binafsi ndani ya chumba chako ilikuwa ni wajibu. Hivyo Irani ilifanya jitihada kubwa sana la kuwekeza kwa uzalishaji wa viwanda vya ndani, hususan viwanda vilivyokuwa na muunganiko wa moja kwa moja na sekta ya ulinzi na usalama wa taifa hilo. Kitendo hicho kiliweza kuibua vipaji, vipawa na wabunifu mbalimbali katika sekta ya silaha na kuweza kuleta teknolojia yenye mapinduzi makubwa sana ambayo leo hii yakisimama yanaushangaza ulimwengu kwa taswira yake ya matokeo. Utengenezaji wa silaha katika taifa la Irani, hususan kama silaha za ndege nyuki na urushaji wa makombora, haukikuwa kitu ambacho ni monopoly, yani kitu cha mtu mmoja, bali ni muunganiko wa idara na sekta mbalimbali, hususan idara ya anga katika kufanya tafiti zenye kuleta umadhubuti wa taarifa sahihi juu ya target na namna ya kurusha vyombo vyake mbalimbali kwa range au kwa kiwango au kipimo kinachosawia na makusudio katika matokeo. Hivyo uwekezaji katika idara ya anga ya taifa hilo la Irani ndiyo chachu kabisa ambayo tunasema ni chimbuko la mabadiliko na mapinduzi makubwa ya sekta ya makombora ya taifa hili la Irani, kwani mara kadhaa Irani imekuwa ikirusha satellite zake binafsi kutokana na uwezo wake wa ndani, satellite ambazo zinatoa taarifa ambazo ni sahihi. Kwa Irani, kufeli ni jibu la kwamba tujaribu tena, kufaulu ni jibu la kwamba tuboreshe zaidi katika kupata makubwa zaidi kuliko awali. Maendeleo katika sekta ya anga katika kutafuta taarifa sahihi ndicho chanzo kabisa ambacho kinaweza kikawa ni chimbuko la umadhubuti wa makombora mbalimbali ya taifa hili la Irani, ukurasa ambao mataifa mengi ambayo yameendelea yanaweza yakachukulia sio kitu sahihi, lakini kiundani hiyo ndio chachu ya maendeleo ya makombora ya Irani.